Karibu, utajitambulisha kwa jina lako alafu tupitishe wewe ni mkulima wa mwani kutokea wapi na tuambie mnatarajia nini kujifunza kutoka nchini Philippines. Kwa majina naitwa Halima Abdullah Hassan, ni mkulima wa mwani kutokea Mafia. Nasafiri kwenda Philippines kwa sababu ya kwenda kujifunza na kupata ujuzi zaidi kuhusu upandaji wa mwani. Sasa hivi mnapopanda mwani, nadhani kama kuna changamoto yoyote au nadhani mnapolima mwani wenu kwamba kila kitu kipo perfect? Changamoto zipo, sasa hivi tunapanda bila uelewa. Huko tukienda na hisi tutapata uelewa zaidi, tutapanda kwa ufanisi. Na labda pengine kwa sasa hivi kwenye mazao yenu mnapolima mwani huwa mnavunaje, labda mnapokuja kuvuna ni kilo ngapi ambazo mnavuna, na labda pengine kwa kile ambacho mnakipata mtakapotoka nje sasa ya Tanzania kwenda kujifunza, nadhani kama pale mlipokuwa mnaweza mkaongeza zaidi uzalishaji. Sasa hivi tutapanda bila ujuzi, kwa hiyo na kupata pia nakuwa so mwani mwingi sana. Tukienda tukapata ujuzi, tukirudi tutapanda vizuri na tutapata mazao mengi zaidi. Sasa hivi mnapataje mazao? Unaweza ukapata kama kilo 200. Kwa majina naitwa Kasim Juma Hassan, ni mkulima wa mwani kutoka Pemba. Tuambie huko mna matarajio yenu baada ya kwenda Philippines kujifunza na mbinu bora. Tunatarajia tukirudi tutakuwa wakulima wazuri na kuboresha na kuzalisha kwa kile tulichokuwa tunazalisha wingi na wingi wake. Pengine masoko yenu ni wapi? Watu gani ambao mnawauzia sasa baada ya kumaliza kuzalisha? Tunauzia kampuni ya Seaweed Mwani. Pengine kile mnachouzia unadhani kwamba kinawatosheleza ama bado hakitoshelezi? Kinatosheleza, ila ndio tunaendelea ili kitosheleze zaidi. Kwenye swala zima la kutunza bahari, kwenye utunzaji wa mazingira mnapokuwa mnalima, kuna hatua zote ambazo mnachukua kuhakikisha kwamba mnalima lakini huko mnatunza bahari? Ndio, sababu tunazingatia na vile vifaa tunavyotumia kwa ajili ya kutunza mazingira. My name is Roger Mori. I'm working with the company Seaweed Mwani. Seaweed Mwani, we are doing this development of seaweed production in Tanzania since 1989, and we are producing seaweeds and export our product to different markets in the world. We are in this group. I took my young farmers, the new generation farmers, and my new staff work together with us, and we sent to Philippines for this educational tour for them to learn what other farmers in Philippines, what they are doing in Philippines in the seaweed production, and getting some knowledge there. And hopefully when they come back, they are going to share this knowledge also to their Filipino farmers, and it can help. We believe that it will help on developing more the seaweed industry in whole in Tanzania, producing more seaweeds in Tanzania, and get the big share of the world market of seaweeds. Kwa majina mimi naitwa Winifrida Jackson Shonde, balozi wa mazingira ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Nimekuja leo kuwaaga wakulima wanaosafiri kwenda nchini Philippines kwa ajili ya kujifunza masuala ya mwani, kupata tekniki mpya au mbinu mpya ambazo ninaamini wakienda kule, wakija Tanzania wataenda kujifunza Watanzania wengine au wakulima wengine namna bora zaidi ya kuendeleza kilimo chetu cha mwani. Kama wote tunavyofahamu kwamba mwani ni moja ya zao ambalo linalimwa maeneo ya coastal region, pwani. Kwa hiyo wakulima hawa nashukuru wametoka kwenye maeneo mbalimbali ambao ni Mtwara, Kilwa, Mafia, Pemba. Na wakulima hawa tukumbuke kwamba walikuwa wanaendesha ile kampeni ya mkulima wa mwani balozi wa mazingira. Kwa hiyo ninaamini kwamba wakulima hawa wanavyoenda huko sio tu kwamba wanaenda kujifunza masuala ya mwani, lakini wakija huku watakuja na mbinu bora zaidi za kuboresha kilimo chao, za kuongeza mazao, za kuongeza ile production ya kile wanachokipanda. Lakini pia ninaamini wakitoka huko wakirudi hapa wataendelea kuwa mabalozi wazuri wa mazingira. Lakini pia niwashukuru sana hawa Seaweed Mwani ambao wamewafadhili hawa kwenda kwenye hii exchange program au kwenda kwenye haya mafunzo ya kujifunza upya, kwa sababu Seaweed Mwani ni moja ya mfano wa kampuni ambazo tunatakiwa na sisi wengine tuige. Sio kwamba tunafanya tu biashara nchini bila kuwaongezea uwezo
wale ambao tunawatumia au wale wanawazalisha. Kwa hiyo hicho wanachoenda kufanya wakulima hawa sio tu kwamba kinaenda kuwasaidia hawa wakulima wenyewe, lakini kinaenda kuisaidia nchi kuongeza kipato, lakini pia inaenda kuisaidia nchi kupata wakulima ambao wanauelewa zaidi, kwa sababu wenzetu kule Philippines wameendelea zaidi. Wana mbinu mpya, wana mbinu bora, wanajua jinsi ya kufanya kwa haraka ili mazao kwamba mkulima atumie nguvu kidogo apate zaidi. Kwa tunaamini kwa uwezo huu basi wakulima nyie mtaenda kujifunza vizuri zaidi, huku mkiwafikiria wakulima wengine ambao mmewaacha Tanzania wanategemea kile mtakachoenda kujifunza na wenyewe wajifunze. Kwa mimi nawatakia muwe na safari njema na Mungu awasaidie huko mnakoenda, lakini pia niwapongeze sana Seaweed Mwani kwa hatua hii sio kidogo. Naomba muendelee hivyo kwa sababu experience yenu inajionyesha, basi hivyo muendelee kuwajali wakulima wa mwani, lakini pia sio msiishie tu hivyo kwenye kuwapa habari ya mafunzo, lakini naamini wakulima hawa nimesikia kwamba mkiendelea kuwapa vifaa, basi muendelee kweli kuwapa vifaa vya kuwasaidia kutunza mwani wao na kulima mwani wao kwa ubora zaidi. Mimi nawatakia kila laheri. Lakini kingine naomba nilikuwa nimesahau. Mimi kama balozi wa mazingira, tunakumbuka wakulima wa mwani tulisema kwamba tuna kampeni inaitwa mkulima wa mwani balozi wa mazingira. Mwani unalimwa eneo la bahari. Mwani unalimwa eneo la bahari ambalo ni eneo ambalo linategemewa na kila mtu, na kule kuna viumbe hai mbalimbali. Tunategemea kwamba nyie mkiwa mabalozi basi hatutaona uchafuzi wa mazingira maeneo ya bahari. Lakini pia tunategemea nyie mkiwa mabalozi wazuri upande wa mazingira, tunaamini kwamba nchi yetu upande wa bahari, coastal region, ambao kila siku wana utilize au wanatumia maeneo ya bahari kwa ajili ya kupatia kipato chao, utakuwa endelevu. Tunasema sustainable farming ya mwani inatakiwa iendelee. Na watakia kila laheri. Karibu, utajitambulisha kwa jina lako?